Shalom kanisa. Niliomba maombi matano mwaka jana kwenye ile maombi ya siku 35. Matano. Yote Mungu amenijibu. Ombi la kwanza niliomba niwe naomba maombi yale tuliyoanzisha kila siku saa 11 na dakika saa 11:30. Okay, ombi lako la kwanza lilikuwa ni kumuomba Mungu akuwezeshe uwe mwana maombi kila siku saa 11 wewe unaamka. Ndio. Moli ni njoo hapa. Tumekuwa tukiomba mwaka mpaka umeisha. Asubuhi na tulikuwa tunaomba njia panda wakati namsindikiza huyo mtoto. Moli ni njoo. Kimbia Moli. Huyu mtoto ndio tulikuwa tunaomba naye yale maombi. Huyu. Wanampeleka kila siku saa 11 anapanda gari. Kwa hiyo watu tunaomba naye. Wow. Namshukuru Mungu amenitia nguvu mpaka mwaka umeisha. Nimeweza kuomba. Kwa hiyo unaomba naye saa 11:30. Ombi la pili. Mimi nyumbani kwangu nilikuwa sina ngome. Sina ngome, yani ukuta. Hana fence, hana ukuta. Fence. Kwa hiyo nilikuwa nikienda kazini nakuta ng'ombe wamecheza pale, siwezi kupanda hata maua. Lakini niliweka hilo nani kama ombi langu la pili. Mungu akanijibu. Umeweka ngome? Nimeshaweka ngome mpaka mageti. Ameweka ngome mpaka mageti, alikuwa ni maombi yake. Ongeza makofi kwa Yesu. Ombi la tatu. Nilikuwa na idai hela yangu tangu 2019. Tangu 2019. Na 19. Mwezi wa 10 nikalipwa hela yangu. Mnaye muona mbele yenu amejibiwa maombi yake yote ya mwaka uliopita. Biblia inasema ombeni nanyi mta. Ombi la 4. Mwanangu alimaliza chuo kikuu mwaka juzi. Kwa hiyo alikuwa kama na mwaka mzima. Yupo nyumbani tu ana apply kazi hapati, ana apply kazi. Juzi hapa zilitoka ajira za ualimu. Kama walimu wa biashara ni wachache. Yeye akusoma hayo mambo lakini amesoma mambo ya biashara. Akasema anajaribu. Amepata kazi. Na lilikuwa kwenye ombi lako kwamba Mungu ampe mwanao kazi. Mwanangu apate kazi. Amepata. Hivi ninapoongea kesho anaanza, maana yuko Dar es Salaam. Kesho anaanza safari. Ombi la 5. Ombi la 5. Nilimwambia Mungu, ninapokwenda kwenye maombi asubuhi, kwenye maombi, mbona napata shida sana juu ya usafiri. Nikaomba gari. Gari liko pale nje nimenunua. Gari liko wapi? Amen. Baba, hili gari uliliona mapema. Kama kulikuwa na siku ulikuwa mwezi wa 10. Nilikuwa nimekaa pale. Ndio. Ukasema hivi, kuna mtu naona ananunua gari. Ndio nilipoamini kwamba gari langu lipo. My God. Mimi sikuelewa kwamba ni nani, lakini Jumapili iliyofuata ulinitaja na jina. Ulitaja jina langu, ukasema hivi, namuona mtu ananunua gari, ana jina linaanzia M. Mimi naitwa Mwalimu Ndimi. Mwezi wa 10 hiyo. Kumbe nilitabiri mwezi wa 10. Maombi yako yatanisababisha nitabiri wewe. Anasema nilitabiri kwa sababu kuna mtu upande wao ananunua gari. Alafu Jumapili iliyopita nikasema jina lake linaanza na M. Hayo makofi yatoshi. Na wewe utanunua la kwako mwaka huu. Okay. Mtu akisikia wakati na tabiri anafikiri mchungaji mbaya. Kuna Mungu anazungumza na mimi ya kwamba kuna mtu ananunua gari. Tamka neno la kiungu ili adui asilizuie. Kwa kumbe ile gari lilianza kulindwa na Mungu tangu mwezi wa 10. Na leo limedhihirishwa mbele yetu. Piga kelele, sema amen. Amen.